kuna kijana mwingine anabonda huko vibaya mno. Yaani ukimwangalia muonekano wake wa nje na anachokifanya ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukamchukulia poa jinsi anavyoongea, analelemua domo legevu kabisa, sijui ni mtu wa Mombasa yule. Halafu na namna anavyotembea, alivyolivyo, unaweza ukasema hili bwabwa la mwisho. Lakini ndugu yangu wewe, usijaji kitabu kwa kuangalia cover. Waswahili wanasema lina bonda vibaya mno. Leo Shemtoi kapigwa kiasi kwamba hadi kazamishwa kwenye maji, kapigwa ngumi moja hiyo kaenda kudondokea mtoni. Oho, kama ndio hivyo basi mashindano yetu yatakuwa mazuri sana na yenye kuvutia. Mimi nilikuwa naangalia mashindano haya kwa upande wa Fuvu na Shemtoi tu peke yake. Kumbe kuna mpinzani mwingine, wapinzani wanazidi kuongezeka tu, na hivyo ndio inavyotakiwa. Tunataka kupata vijana ambao kwa kweli wakisimama pale ulingoni tunapata burudani nzuri, na wale matajiri wanapata ile hamasa ya kuzidi kuwekeza tu mbele yao. Basi sasa nakwambia gereza saizi limenoga. Gereza limekuwa la moto. Yaani gereza la Wanyang'i ndo kweli. Kila unapopita watu ngunga wanamshangilia huyo anayeongea hivi kalegeza domo. Maana muda wote yule anakwambia nachoka, nalegea. Akikwambia hivyo nachoka, nalegea, sio kwamba kalegea kweli. Mguse hapo uone, ngumi jiwe nakwambia. Yaani saizi kumenoga kwa kweli. Sasa mimi naomba ufanye hima. Waite hao matajiri waje haraka ili tushuhudie mapambano ulingoni bwana. Matajiri nishaongea nao takriban wote. Nimeongea na yule wa Kenya Kasongo, akasema kwamba yuko tayari kuja kuwekeza kwenye mapambano haya. Na ana pesa pale kama milioni 2 pesa ya Kikenya. Haina kazi, kasema yuko tayari kuja kuwekeza hiyo fedha. Na nimeongea na Papa Musumba kutoka Kongo, kasema kuna dola kama 300,000 za Kimarekani hazina kazi. Anataka kuja kuwekeza katika mchezo huu, kakubali. Pia juzi niliongea na mjomba Nchumali, lakini leo cha kushangaza nimepokea simu baada tu ya kuja hapa ofisini kwangu. Nimepokea simu kwamba mjomba Nchumali kapigwa na lungu kichwani na kijana akadondoka chini Kazilai, yuko hospitali. Huyo naye kijana gani mwenda wazimu mjinga bwana huyo? Haoni watu wa kutia malungu kichwani anaenda kumpiga bilionea. Anataka kutulia mabilionea, sisi tukose pesa tutapata wapi? Mjinga sana huyo kijana, kashakamatwa nimewasiliana na Central pale, wanasema wameshamkamata yule kijana. Ni kijana ambaye alikuwa anafanya kazi hospitali, lakini nahisi ni mambo ya mapenzi, mahusiano nini, mke wake sijui alikuwa anamchiti na huyo mjomba Nchumali, akaamua kujichukulia sheria mkononi. Kwa hiyo ameshakamatwa, yupo kituoni. Soon as possible ataungana na wenzie hapa gerezani. Kaji hapa tukanyoshe kwa sababu hakana akili. Kana mpiga bilionea lungu la kichwa, kanataka kumuua kisa mapenzi. Hakajiongezi, akajua kwamba shida ni pesa, katafute hela, kana hangaika kutaka kuua mabilionea tu. Halafu sisi ugali tukapate wapi? Koja kaje tukanyoshe kwanza, kakae na akili timamu. Ndio hivyo. By the way, namsikilizia sasa mjomba Nchumali. Itabidi leo twende tukamuone kwa pamoja ili tuone maendeleo yake, na kama inawezekana kuendelea kuwekeza na sisi basi tujue, ili na sisi tupange ratiba yetu vizuri. Maana tayari sasa hivi kumeshachangamka. Ukumbi umeandaliwa vizuri wa mapambano, ushajenga vizuri kabisa nyuma ya gereza. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa. Anayesubiriwa hapa ni mjomba Nchumali tu. Tumuombee apone ili kazi iendelee. Sawa mkuu. Alafu sasa nilitaka kusahau kitu. Yule mama yake na Shemtoi ameamka. Oho, hilo sasa balaa lingine mkuu. Sasa itakuwaje? Maana huyo najua kama kaamka lazima ataongea kuhusu mimi, atawaambia watu kwamba mimi ndo nimemfredoga kichwa, nimempiga ngumi ya kichwa, ndo maana akazilai. Na Shemtoi akijua hivyo, basi ili gereza sasa halitakalika. Na hayo mapambano sijui kama yatawepo tena. Hapana, haiwezekani. Yule mama kaamka, lakini kaamka na mental distortion. Hajielewi. Anakabwegele, anazungumza utumbo tupu. Hana chochote anachokizungumza cha maana. Kwa hiyo sidhani kama anakumbuka chochote kinachoendelea. Yaani kiufupi ni kwamba mama yake na Shemtoi saizi ni kichaa, mwenda wazimu. Anko, tulikuja kwenye selo yako pale uliotupokonya sisi, sijui tuseme ni selo yetu sasa, ili kusudi tuje tukuombe utufunze kung-fu. Lakini kwenda pale tukamkuta Kitundu, wewe hatuja kukuta. Mara punde si punde tunasikia watu wanashangilia ngunga. Tunauliza jamani kulikoni? Wanasema ngunga kamvuta vinyanya mshenzi Shemtoi, ngunga kamfyatua vibaya mno Shemtoi. Kwa hiyo mjomba wewe bwabwa kama sisi, si ndio? Huyo naye ni bwabwa buda. Kakaza ajibu eti kakaa kimya. Yaani kiufupi ni kwamba mjomba
We kumbe Mwajei tu kama sisi. We Mwajuma tu, na ile selo yetu sisi tunaichukua. We tulikuachia selo, tukajua labda ni mpambanaji, fundi, katili, unajua kupigana. Huenda tu hata sisi wenyewe umetupatia tu mwewe. Kadinywa. Umepigwa. Kaminywa. Kapigwa huyo. Kaminywa huyo. Kafyatuliwa kizazi. Jamaa kapigwa hadi kadondokea kwenye maji. Saizi anafua Kaminywa huyo. Kagong'ondwa huyo. Inakaanga vibaya buda. Juu si tulijua wewe ndo msaada wetu wa pekee, kumbe na wewe umedonyolewa, umepingwa. Sasa ni bora tulivyochelewa. Tungewahi ungetulisha matango poli. Kama komfu yako hiyo haina kazi, umepigwa na yule jamaa analegeza domo. Sasa sisi ungetufunza nini? Kuna kitu. Ungetufunza nini buda? Hamna kitu hapo, usijifanye unakaa kimya. Kadinywa huyo. Wamekuneglo. Wamekufuta. Wamekudonyoa. Kadonyolewa. Afande, mimi sina pingamizi lolote kwenye tukio ambalo limetokea. Ndio maana hata ulivyokuja nyumbani kwangu kunikamata, ulinikuta na nilikwambia kwamba natii amri bila shuruti. Niliamua kuja kituoni mimi mwenyewe, tena bila heka zozote zile. Japokuwa nimefanya tukio kubwa, huenda labda nimeua au nimemfanya kitu kibaya mzee wa watu. Na mimi nilichokifanya naona kimenitengenezea nafasi nzuri moyoni mwangu. Nipo tayari kwa lolote. Kama mnanipeleka gerezani, whatever the case, mimi niko tayari kwenda kuanza maisha mapya. Naona kabisa nikienda huko huenda nikasahau takataka zote zilizotokea uraiani. Aisee, pole sana kijana. Maelezo yako yenyewe tu yanaonyesha kwamba uko sawa, una stress na umebeba mzigo mkubwa sana wa maumivu moyoni mwako. Lakini usiwe na wasiwasi, kwa sababu nimepokea simu hapa hivi punde, nimeambiwa kwamba yule mzee anaendelea vizuri, hajafa. So you are not going to be sentenced. Hauna kesi kubwa ya mauaji wala nini. Ni kesi tu za kawaida hizo. Kwa hiyo utaenda kutumikia kifungo chako kwa usalama kabisa na sawa. Huenda labda ikawa ni moja ya njia ambayo itakufanya usahau kabisa kuhusu mambo yaliyotokea huko. Utarudi tena kwa mara ya pili uraiani, basi ujifunze kwamba kwenye dunia kuna mambo haya na haya naweza kutokea. Sometime unatakiwa uwe unaweza kujicontrol wewe mwenyewe. Sawa afande, nimekuelewa. Ndio hivyo chari yangu. Na gereza sio kaburi, kwa hiyo usiogope. Kule kuna maisha kama yalivyo maisha mengine. Tofauti ni kwamba tu kule upo chini ya ulinzi, unachungwa, unakuwa kama mbuzi. Tofauti na huku uraiani unakuwa uko free. Umeona? Na unapopata nafasi nyingine ya kurudi uraiani, jifunze kuwa na subira, kuwa na patient, kuwa mvumilivu. Huku kuna vitu vinachokonoa kwa kweli, unakuwa na hasira lakini unajikaza, usijichukulie sheria mkononi. Bado kijana mdogo sana wewe. Sidhani kama umefikisha 30. Umeona 27. Bado kijana mdogo sana wewe. Bado una muda mwingi wa kujifikiria na kufanya maisha yako mengine. Nenda gerezani. Na hisi sidhani kama utafikisha hata miaka 10. Watakupa miaka 8, isizidi sana 6 7 kwa sababu haujaua. Umemzuru tu mtu unataka kumuua. Hello. Dume hilo, dume la mbegu. Sasa nikwambie hivi bwana Nkunga, hii magereza ni ya kwako. Magereza hii ni kama ya baba yako hapa. Yaani hapa kama upo nyumbani tu. Unaona, there is a variety of food. Na sisi tunakuja huku jikoni, hakuna mtu anayetuzuia. Chakula hupakuliwi kwamba kile kidogo kama kikimba. Chakula unajipakulia mwenyewe na unajaza ujazo ule unaoutaka. Ila chonde usile kupitiliza ukanenepa ukawa buju, utashindwa kupambana. Sawa? Sawa, nitakula kiduchu. Unatakiwa uwe mjanja. Usije ukawa una tamaa ya kufyatika tu mavyakula hapa ukanenepeana, hujui yule dogo ana mipango gani. Jana umempiga mtu kipigo cha mbwa kala mayai. Lazima awe anajipanga kwa namna moja au nyingine kulipiza kisasi. Kwa hiyo be careful. Sawa pakua chakula hapo tule twende tukafanye mazoezi. Kijana, karibu sana katika gereza la Wanyangindo. Dino ndilo gereza lenye wafungwa makatili, manyaudu. Kuna ufalume na utwana na uchifu katika gereza hili. Hili gereza usipokuwa mgangamavu basi utateseka, utapata mateso ambayo hujawahi kuyaona katika maisha yako. Kwa hiyo kijana, nakuomba chonde na kuona sura yako safi, mweupe, unamelemeta, mrembo. Sasa usipokaza hadi unatoka hapa gerezani, utaondoka hicho kiminya tope huna, wallahi huna.
Asante sana askari, nimekuelewa. Na uzuri wake ni kwamba kabla ya taarifa hii ulionipa nilikuwa na taarifa kuhusu hili gereza kwamba lina watu makatili, lina unyanyasaji, ukatili, ubabe. Kwa hiyo by the way nimejiandaa kwa kila kitu. I'm very careful. Na nina imani kabisa nitamaliza miaka yangu hapa kwa amani kabisa. Na hakuna kitu kibaya ambacho kitanitokea. Nani? Una issue gani huku kwani? Nampatia huyu mfungwa mpya alokuja, nampatia vitendea kazi vyake. Sasa ndio ufunge mlango. Nataka nimuone kwanza. Sukuma sasa, ingia. Huo mlango mbona uko wazi huo? Mlango umekaza huu mbona? Hapana, okay. Ni mgumu tu huo. Sukuma kwa nguvu, uko wazi. Sadakta. Ndio huyo. Wewe ndio uliompiga gobwe la kichwani bilionea mjomba Chumali? Bila shaka ni mimi afande. Mbona sura yako haiendani kabisa na ukatili huo? Kijana handsome boy, mweupe, una uchebe fulani hivi wa kutekenya tekenya. Vitu vyangu kabisa hivi. Umempangia sero gani? 201. Hapana, hakuna. Hawezi kwenda kuishi na fuvu huyo. Vitu vyangu kabisa huyo hapa atakaa chumbani kwangu. Unasemaje? Atakaa kwenye chumba changu kile pale cha ofisi.